This is basic mathematics for secondary school from 1 class, and the topic that we are going to discuss is coordinate geometry. Remember, the last period was about the simple interest, which was the topic number 9, ratios, profit and loss. And so the subtopic of today, we are going to discuss the coordinate of a point. Karibu katika kipindi cha leo. Hii ni hesabu kwa shule za sekondari kidato cha kwanza. Kipindi kilichopita tulijifunza simple interest ilipo katika benki, na ilikuwa topic ya 9 na tukapeana maswali ya kufanya. Leo tunaangalia topic ya 10 ambayo inaitwa coordinate geometry. Kwa lugha nyingine tunaweza kaita majira ya nukta, lakini kwa lugha tu tuseme rahisi. And na subtopic ya leo tutaangalia coordinate of a point. Okay, so the objective of this lesson of today is the first one, to read the coordinate of a point. Number B, to plot a point if given coordinates. And number 3, to locate a point on the coordinate plane. Malengo ya leo ambayo tutajifunza ni cha kwanza ni kusoma majira ya nukta au kusoma point. Lakini namba 2, kuchora kama umepewa coordinate au umepewa hizo point. Lakini namba 3, kuonyesha hizo coordinate kwenye plane. Okay, so let's discuss thing called coordinate of a point. The coordinate of a point now, this is the value of x or y enclosed by bracket, which are used to describe the position of a point in a plane. It means enclosed by x and y. Anything which is written by this much, comma, y. So this is the coordinate of a point, and these are used to represent or to describe a position of a point. Okay, so the plane used we call the xy plane. Xy plane is drawn by this one. This is y and this is x. So the horizontal axis is called the x. So this is the x, and the vertical one is called the y. Okay. Majira ya nukta haya huonyeshwa kwa mabano ambayo yamefungia herufi x pamoja na herufi y. Lakini hivi vinatumika kuelezea uelekeo au mkao wa point katika uso au plane x na nini na y. Na tukisema uso tunamaanisha, kwa mfano hapa point ikiwa hapa, je, imekaa kiasi gani kutoka hapa? Tuseme 0, hapa huwa ni 0. Ni umekaa kutoka kiasi gani kutoka kwenye imekaa umbali gani upande wa x na umekaa umbali gani upande wa nini wa y. Kwa hiyo ili kuionyesha hiyo point tunatumia x, y, kwamba hii point imekaa upande wa x imekaa kiasi fulani, upande wa y umekaa kiasi fulani. Na inatumika kuelezea position. Hiyo plane inaitwa inayotumika kuelezea position inaitwa xy plane. Na tukichora xy plane, nadhani darasa la 7 kama sio la 6 tumejifunza majira ya nukta. Upande huu ambao tunasema upande wa horizontal au ralo, mstari ambao umelala unaitwa x axis. X axis. Lakini mstari uliosimama unaitwa y axis. Sawa? Okay. So as you can see now, this is the plot. Tries to show the coordinate. This is the origin, and this is the x-axis, and this is the y-axis. Always, if you want to read the point, we start from
0. This is the original. This is 0, comma 0. This is the original, and the points are always written with the bracket. For example, we want to read this one. This is 3, comma 4, and always we start with x. Okay, huu hii hapa ni plane, xy plane. Tunajaribu kuonyesha, kwa mfano mstari huu wote hapa tuna kuendelea huku na kuendelea. Mstari huu wote unaonyesha xy plane, upande huu ni x, upande huu ni y. Mara zote tukitaka kusoma point tunaanzia kwenye sifuri. Kwa mfano tunataka tusome point 3,4, tunaanzia imetembea hadi 3 ikapanda hadi ngapi? 4. Kwa hiyo point hii hapa, kwa mfano hii point x ni 3, y ni ngapi? Ni 4. Majira ya nukta tunajua jinsi ya kuyasoma, hapa tunafanya marudio. Okay? Na hii hapa tunaita original au katikati, origin au katikati, ambayo huwa ni 0,0, yani haujatembea sehemu yoyote, hauja move, haujajongea kwenda sehemu yoyote hapa. Lakini tukisema moja, it means unapiga hatua mbili kuelekea kulia, moja, hatua ya pili. Lakini ukisema kwa mfano 2,3, unaenda kulia hatua mbili, unaenda chini hatua 3. Ndio tunamaanisha hizo hatua mbili, hizi hatua ngapi? Hatua 3. Okay? Yeah, so reading the coordinate of a point now, we have to follow some rules. X coordinate points always start. Remember, in order to read the point, we start reading the x value followed by the y value. For example, here I've said x, comma y, 2, 3. So this is the value of x, this is the value of y. So the example at 3,2, x coordinate point is 3, y coordinate is 2. Here x is 3, y is 2. Here x is coordinate is -2, y coordinate is 2. Here x is 0, it means you have not moved any step, and the y coordinate is -5. Hapa jinsi ya kusoma majira ya nukta, mara zote tunaanza kusoma x, thamani za x, tunapata thamani za y kama inavyoonekana hapa 2,3. Unaweka mabano, tunamaanisha thamani za x hapa ni ngapi? Ni 2. Thamani ya y hapa ni ngapi? Ni 3. Hii ndio x, hii ndio y. X, y. Kwa mfano hapa 3,2 tunamaanisha thamani ya x ni 3, majira ya y ni ngapi? Ni 2. Thamani ya x ni -2, thamani ya y ni 2. Thamani ya x ni 0, maanisha hujajongea sehemu yoyote, lakini thamani ya y ni ngapi? Ni -5. Sawa? Okay. So example of reading the points, you can see here, you can see now, for example, this point -3,1, it means x is -3, y is 1. So to have -3, you have to move to the left 3 steps, 1, 2, 3. So this is the -3, but you have to go up 1 step for y. So this is y. So the point -3,1 is this one. It means you have moved x direction -3 steps, while 1 step in y direction. So this is the point. Here 0,0, it means you have not moved anywhere. So this is called the origin. And here it means you have moved x 2 steps in x direction and 3 steps in y direction. So 2 steps in x direction, 1, 2, like here. But you can't stop because you have to proceed with the 3 steps in y direction, 1, 2, 3. So the point is here. The last one, point 1.5 negative and a -2.5, means x you have to move 1.5. So in x direction this is 1.5, but you can't stop. You have to go
in